Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuendelea na somo yetu ya Ramadhani ya mwezi mtukufu, mwezi uliobarikiwa, mwezi wenye Lailatul Qadri, mwezi ulioshushwa Qur'ani, mwezi wenye thawabu nyingi sana. Na katika mwezi kama hunu kuna mambo ile tulotaja mawili, kunao takhaliyat na atahaliyat, ndio ufikie katika tajalliyat. Kuna mambo ya takhaliyat, mambo unataka uepuke, atajanub. Kuna mambo wataka uwe na atajanub, ujiepushe, ukaimbali nao, usiyakurubie katika mwezi mtukufu hunu wa Ramadhani, ndio saumu iweze kwenda vizuri kabisa. Kabla hujajipamba na mazuri ya Ramadhani na mambo mema na mambo ya kheri, jambo la kwanza ni ujiepushe na mambo mabaya yote ambayo kwamba yanaweza kukupunguzia thawabu zako za saumu na yaweza kuharibia saumu yako. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika miongoni mwa mambo kama hayo ni kusema uongo, alkadhib, kusema urongo. Kusema urongo ni katika mambo yenye kuharibia saumu yako. Na Mtume akasema kam min saimin, wangapi wanafunga, walaysa lahu min siyamihi, na hana katika funga yake illa aljuu wal atash, ila ni njaa na kiu. Amekaa na njaa na amekaa na kiu. Wangapi wamefunga? Na mahali pengine akasema man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatan an yada lahu taamahu wa sharabahu. Man lam yada, yoyote ambaye kwamba hatoacha qawla zur, neno la uzushi, neno la kuzua, neno la uongo, wala amala bihi, na kutenda matendo ya uongo, basi hana haja kwa mtu kama yule aache kula, aache na kunwa. Mungu hana haja ya kukuweka wewe na njaa na kukuweka wewe na kiu. Lengo la Mwenyezi Mungu kukufaradhia hii ni somu na kuwekea somu ili ujitoherishe, uache mambo mabaya. Na katika ubaya mkubwa ni kusema uongo. Usiseme uongo, wala usifanye mambo ya uongo, wala usikubali kutoa ushahidi wa uongo, wala usimzulie mtu jambo ambalo kwamba la uongo hakufanya, hakutenda, usifanyie. Na wala usikubali kutoka ushahidi, ikiwa ni mahakamani, ikiwa ni kwa kadhi, ikiwa ni kwa chifu, ikiwa ni kwa serikali, ikiwa ni kwa imamu, ikiwa ni kwa mwongozi, ushahidi wa uongo. Na Muislamu, Mtume asema anaweza kuwa na tabia zozote. Alipoulizwa, je, mumin anaweza kuzini? Asema huenda kazini. Je, anaweza kuiba? Aweza kaiba. Je, aweza huenda akalewa. Lakini uongo Mtume alikataa, akasema almumin la yakdhib, mumin hawi muongo. Mumin hasemi uongo, si tabia ya mumin. Mumin huwa ni mkweli, mumin husema kweli. Kwa hivyo tukifunga Ramadhani tuwe wa kweli. Na leo wasila au wasailul, njia za kule ilam, miongoni mwao ni simu. Tulikuwa nao chombo tunatembea nacho, tunasema uongo mara nyingi sana. Uko wapi? Niko njiani. Bwana sikuoni, waja saa ngapi?
mbona hujafika? Nishafika, niko karibu mimi. Niko wapi? Niko safari na uko hapo hapo mjini. Siko, sijaja, si kadhaa. Nasoma urongo mara ngapi ndani ya kutumia simu? Tusiwe waongo katika biashara zetu. Wakati biashara, wenye kuuza vitu masokoni, wenye kuuza nguo, wenye kuuza viatu, wenye kuuza kanzu, wenye kuuza kadhaa na kadhaa, tusiwe ni waongo. Muumini hawi muongo, na ukiwa muongo uona laana Mwenyezi Mungu. Ala laanatullahi ala alkadhibin, Mungu ana laana kwa wale wenye kukanusha na wale wenye kusema uongo. Mumin ni mtu wa kusema kweli, uwe mkweli. Ramadhani akufundisha kuwa mkweli wewe, kwenye tajiru saduku, fanya biashara mkweli, usiwe mfanya biashara muongo, usiwe na kadhab, usiwe muongo. Na Mtume anasema mtu hatoacha kusema ukweli mpaka atajulikana kwa Mwenyezi Mungu na kwa malaika kwa huyu ni mkweli, na hatoacha kuendelea na ukweli mpaka atafikishwa pepo ya juu. Na mtu hatoacha kuwa muongo mpaka atakuwa anajulikana kwa Mwenyezi Mungu na malaika kwa huyu ni muongo, na ataendelea na ule uongo mpaka atakuwa ni katika watu wa kushuka ndani ya moto. Kwa hivyo tuzungumze ukweli na tusiwe ni waongo, tuwe ni wa kweli. Urongo usiutumie. Leo hatamdanganya tu, hatoshika meta, tamwambia kwa si hivi ni vile, hatojua, lakini Mungu yuwajua, Mungu yuwaona, Mungu yuwasikia. Kwa hivyo unajidanganya mwenyewe, umdanganye mtu. Leo tabia uongo imekuwa ndio biashara zetu. Tunaapa kwa urongo, tunasifu vitu kuwa ni vya uongo. Kwa hivyo urongo umekuwa ni mwingi. Sijapata ilhali umepata, sina ilhali unao, wadaiwa hulipi, ukidaiwa unasema hujapata ilhali umepata, huna kumbe ilhali unazo. Kwa hivyo tuwe wa kweli, tutoke katika sifa za kuwa sisi ni watu wa kweli, na ndio sifa ya mumin. Mumin huwa ni mkweli, hawi ni muongo. Katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani tujiepushe na sifa za uongo, sifa za kudanganya, sifa za ubaranganya, sifa za kusema maneno ambayo kwamba yasokuwemo, maneno yasokuweko, maneno ambayo kwamba hakuna. Basi tujiepushe na sifa kama hili katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Tuache tabia za kusema uongo, tutaharibu saumu zetu, na Mungu hana haja ya saumu ya mtu ambaye kwamba asuacha kaula zur, kama Mtume alivyosema, asuacha maneno ya uzushi, maneno ya uzuaji, maneno ya uongo. Mtu hawachi kutenda mambo ya uongo, mambo kuakti kitu ambacho kwamba sivyo vilivyo, au kujifanya sivyo alivyo, awache kuwa muongo. Kuna wengine hawajifungi lakini wajifanya wamefunga. Basi uache wewe kusema uongo, uwe Muislamu mumin mwenye imani uliokuwa na sifa ya ukweli. Sifa ya uongo si sifa ya mumin, na mumin hawi na tabia hiyo ya uongo kabisa. Mtu sasa tabia mbili mumin hawi nazo, uongo na khiana. Mumin hawi ni muongo, wala mumin hawi na khiana. Tabia hizo mumin hawi. Anaweza kuwa na tabia nyingine, lakini tabia hizi mumin hawi nazo, kwa sababu uongo pia ni khiana. Sasa Mtume atuambia sidqu amana wal kadhibu khiana, ukweli ni uaminifu na uongo ni katika sampuli na ni miongoni mwa ukhini. Mwenyezi Mungu atujalie kwa funga yetu hini na saumu yetu hini, atujalie tuwe wa kweli, tushikamane na ukweli, na mtu useme ukweli hata kama ukweli pengine unaweza kuna uchungu, au ukweli unaweza kukudhuru, au ukweli unaweza kukuletea balaa, lakini sema ukweli
kwa ule ukweli wako Mwenyezi Mungu atakuokoa, kwa ule uongo wako utashikwa na uongo, sababu njia ya muongo ni fupi. Mara moja atashikwa na hawezi kusema uongo mara nyingi. Akiulizwa mara mbili tatu, uongo wake utaonekana, na Mwenyezi Mungu atuepushe nazo sifa kama hizo. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal afwan.